Saa 1:15 ndani ya mjengo mzima wa Radio Umoja hapa mjini Baraka. Mpenzi msikilizaji, unatusikiliza kunako mita bendi ya 96.0 FM. Ifuatayo ni taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wa yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Mwili bila uhai wa baba mmoja umeogotwa asubuhi ya siku ya Ijumaa ya tarehe 2 mwezi wa 5 2025 ndani ya mto Kimemi, mto unaopatikana ndani ya manispa ya Bulengera mjini Butembo huko jimboni Kivu Kaskazini. Koti kuu ya kijeshi ndani ya mji wa Kalemi jimboni Tanganyika imetoa uamuzi siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 ambao viongozi wengi wa askari polisi na askari jeshi wa taifa FARDC walikutwa na makosa kadha wa kadha. Mapambano ya kivita yaliyoripotiwa siku ya Alhamisi ya tarehe 1 mwezi wa 5 2025 kati ya kundi la wazalendo na jeshi la taifa FARDC mjini Uvira ambao ni makao makuu kwa mpito ya jimbo la Kivu Kusini yalipelekea kuzorota kwa makazi ya kawaida mjini humo. Mpenzi msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi, endelea kuwa pamoja nasi. Mimi ni Ahmed Ofikiri Lebo Esau Herman ni fundi mitambo wangu. Radio Umoja. Asante mpenzi msikilizaji, tuanze habari zetu na habari kutoka hapa mjini Baraka tarafani Fizi ambako imesherekewa leo sikukuu ya wapasha habari mjini ulimwenguni kote ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Sikukuu hiyo imesherekewa chini ya kauli mbiu uongezaji wa ujuzi kuhusu umoja kwa wapasha habari ili kuepuka jumbe za chuki na habari za uongo zenye kuchochea fitna. Katika hafla hiyo, muungano wa waandishi ya habari kutoka Fizi na mjini ulialika hakimu Asonge Jacques ili kukuza mada hiyo. Sababu kuu zinazoendeleza hutuba za chuki ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria za kimataifa na za kitaifa, matokeo ya hutuba za chuki na vidokezo 9 vya kukabiliana na habari za uongo, ndivyo alivyoongea hakimu Asonge Jacques wakati wa sherehe hiyo iliyofanyika ndani ya chumba cha mikutano cha Mabenga Hotel hapa mjini Baraka. Pendekezo na ahadi pamoja na makubaliano yalifanyika na walioshiriki ndani ya kikao ndani ya sherehe hiyo wakiwa mbele ya kiongozi wa mji wa Baraka, meya makamu Bitabisha Mongelwa Emerit pamoja na vyombo vya usalama. Malinde. Shirika la raia Force Vive ndani ya sekta ya Mtambala tarafani Fizi imesema kusikitishwa na hali ya mawasiliano mabovu ambayo yanaonekana wakati huu kati ya wazalendo na jeshi la taifa FARDC, jambo ambalo linaweza kumpa adui wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nafasi. Emedi Kaongo Bieneme, huyu hapa ni kiongozi wa shirika la raia ndani ya sekta ya Mtambala, anaeleza yafuatayo kulingana na hali hiyo. Tunajua sote kwamba FARDC iko pale ni jeshi ya serikali na rade nao pale iko reconnue comme force réserviste ya FARDC. Mena wakati kunakuwa mizozo kati ya force réserviste na FARDC, ili inakuwa ni jambo ambayo haieleweki, na tunafuata mara kwa mara wanasema wazalendo watoke maeneo ya Uvira wajelekeze kufront. Hiyo ni mshangao kabisa, kwa sababu wa FARDC ndo wanasaidiwa na wazalendo. Kwa nini sasa wao waambie wazalendo wao ndo waende kufront? Hilo jambo ni jambo ambalo hatulielewi kabisa. Tunaweza omba kwa FARDC yetu kugarde bonne collaboration na wazalendo, paske wao wameweza kusimama kwa ajili ya province yetu isiweze kunyanganywa wale siweze kuvamiwa na huyo mvamizi. Kwa hiyo tunatoa support kubwa kabisa kwa wazalendo wetu wote, na tunaweza sema FARDC waelewe na wagarde bonne collaboration na wazalendo, wasingeli tena kujiatakie kwa wazalendo. Hiyo haitoleta sura nzuri, inaweza riske kupermettre enemy kuweza kupata njia. Wakitaja kutokulipa mishahara yao ya miezi 3 hadi sasa, walimu wanaotumikia kwenye shule za kiserikali kwenye division ndogo ya Fizi ya kwanza katika jimbo la elimu la Kivu ya Kusini ya pili, jimboni Kivu Kusini, wamesema kuendelea na mgomo hadi mishahara yao itakapokuamkwa na kulipwa. Walimu hao ni wale wanaolipwa mishahara yao kupitia shirika la kimaendeleo Karitasi. Hayo yalisemwa na mmoja baadhi ya walimu wakati alipokuwa akisoma risala yao siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 mwaka huu, ambao tarehe 30 ndio ilikuwa sikukuu ya walimu.
Radio Moja. Kalemi. Koti kuu ya kijeshi ndani ya mji wa Kalemi jimboni Tanganyika imetoa uamuzi siku ya 3 ya tarehe 30 mwezi wa 4 2025 ambao viongozi wengi wa askari polisi na askari jeshi wa taifa FARDC wamefungwa kwa kukutwa na makosa kaza wa kaza. Kutokana na habari za uhakika ambazo ziko ndani ya tangazo iliyotolewa na uongozi huo, maamuzi hayo yametolewa kutokana na makosa kadha wa kadha yaliyotajwa, yakiwemo kuchangia kwenye mauaji, kujihusisha na makundi ya watenda mabaya, kuiba kwa kutumia bunduki, kushikilia silaha kinyume na sheria. Hivyo kiongozi wa koti kuu hiyo ndani ya mji wa Kalemi, Kanali Desire Munjanja Mukole, ameomba kwa raia wote wanaopatikana eneo hiyo kuwa na uaminifu na vyombo vya kisheria vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo raia wote amewaomba pia wawe tayari na umakini wa kutaja mambo yoyote yale yasiyokuwa kihalali kisheria. Radio Moja. Uvira. Mapambano ya kivita yaliyoripotiwa siku ya Alhamisi ya tarehe 1 mwezi wa 5 2025 kati ya kundi la wazalendo na jeshi la taifa FARDC mjini Uvira, ambao ni makao makuu kwa mpito ya jimbo la Kivu Kusini, yalipelekea kuzorota kwa makazi ya kawaida mjini humo. Mapambano hayo yalifanyika kwenye mlima unaoinukia manispa ya Kamvimvira, ambako chanzo cha mapambano hayo ni nafasi ambayo wazalendo wanakaa. Pia jeshi la taifa FARDC na wao hivyo wanataka kukaa juu ya mlima huu ambao ni nafasi inayoinukia mji wa Uvira. Vuguvugu la wananchi machozi ya raia imelaani hatua hiyo ambayo inaongeza ukosefu wa usalama. Hivyo hali ya utulivu ilirejea mara tena ndani ya mji wa Uvira mchana wa siku hiyo, ambako baadhi ya wafanyabiashara walifungua makazi yao, ila university na mashule hayakuweza kufungua kwa siku hiyo. Radio Moja. Walikale. Mapambano ya kivita kati ya makundi mawili yanayoshikilia silaha, yote yakiwa ya kundi linaloitwa Kifuafua, yaliripotiwa Alhamisi ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025, ambayo yalisababisha raia wengi wakahaji wa vijiji vya tarafa la Walikale huko jimboni Kivu Kaskazini kuyahama makazi yao yapata sasa wiki moja. Habari za mahali zaeleza kuwa mzozo huo ulianza wakati kundi moja la Kifuafua linaloongozwa na Shukuru na lingine la Kifuafua linaloongozwa na Sango Muhima aliase Makucha walipokuwa nagombania kudhibiti kijiji cha Kando. Na hapo ndipo mzozo huo ulichukua sura nyingine isiyoridhisha na kupelekea kwa mapambano ya kivita yaliyoanza siku ya Ijumaa hadi Jumapili ndani ya vijiji Kando, Malembe, Bishata, Minjenje na Bagira. Shirika la raia la mahali limesema kama mzozo huo kwa sasa umekuwa wa kikabila kati ya kabila la Watembo na lile la Wanyanga ambao wanaishi ndani ya groupment la Waloa Luanda. Kupitia hali hiyo, vitendo vya uwizi, kuunguzwa kwa manyumba, kufungwa kwa viongozi pasipokosa yoyote, pamoja na vitendo vya ujeuri vinaendelea kushamiri katika eneo hilo. Mpaka kwa sasa baadhi ya wakaji waliokimbia makwao wanahofu sana kurudi manyumbani kwao. Hivyo idadi ya vijiji 5 viko pasipo wakaaji kama vile ilivyohakikishwa na shirika hilo la raia la mahali. Radio Moja. Tutamatishe taarifa yetu mpenzi msikilizaji na habari ya Butembo ambako mwili bila uhai wa baba mmoja umeogotwa asubuhi ya siku ya Ijumaa ya tarehe 2 mwezi wa 5 2025 ndani ya mto Kimei, mto ambao unapatikana katika kata la Bulengera mjini Butembo jimboni Kivu Kaskazini. John Kameta ni kiongozi wa shirika la raia ndani ya manispa Bulengera mjini Butembo. Baba aliweza kuonekana hapa asubuhi, na wakati waliweza hawakuweza kupata identite yake na hawakuweza kujua ni mambo ya familia gani, na wakubwa walidecide kumpeleka kumorge ya Kitatumba. Nikusema kwa hiyo muda hiyo koro inakuwa kumorge ya Kitatumba.
kwetu sisi kama shirika la raia kualerte population ya vile ya Butembo, kama kunakuwa mtu ambaye hawajui iko wapi, membre wa familia hawajui mtu wa familia iko wapi na ni papa, anduka itakuwa ya muhimu kuadrese kuenda ku morgue ya Kitatumba kusudi waweze kuenda ona kama huyo mtu haiko wabu, na kama ni mtu wabu waweze kuona kama wanaweza mrekipere namna gani, paske mpaka sasa anduka huyo mtu hayapata wa familia wake na circumstances ambazo alikufia ndani mwa hiyo maji ya Kimeni, watu hawajua kama zilikuwa namna gani. Bwana Juma, mpaka kwa sasa mpenzi msikilizaji, na nyatuka ndani ya studio zetu za Radio Umoja hapa mjini Baraka. Mimi ni Ahmed Ofikiri Lebo Esau Hermani, huyu hapa alikuwa ni fundi mitambo wangu, na kuaga nikikutakia usikilivu mema wa taarifa zetu za habari katika lugha ya Kifaransa hivi punde. Karibuni, chao chao.